Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa Sayari. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Sayari kunipatia tena nafasi hii ya kusema na wewe mpendwa, ya kwamba siku ya leo mimi ni wako Pastor Martin Kibet Boyo wa kanisa la Lion of Judah, Huruma Mwenderi. Leo nimekuja ili niweze kusema na wewe, kusema na maisha yako siku ya leo. Mahubiri yetu ya kwamba kuhusu Yusufu. Yusufu, yale ambayo alipitia ndani ya maisha yake, tunaenda kuangalia leo, na tunatazama kwamba tunaangalia Mwanzo 50 mstari wa 20. Neno inasema kwamba nanyi mulifikiri mabaya juu yangu, ila Mungu alikusudia kuwa mema ili itoke kama ilivyo leo kuhifadhi hai watu wengi. Mtazamaji mpendwa wa Sayari, ya kwamba tunaangalia tunamuona Yusufu ya kwamba walifikiria mabaya kumuhusu yeye. Kuna mengi ambayo walisema kumuhusu yeye ama haliyapitia. Tunapoangalia katika neno la Mungu, tunaona ya kwamba Mungu alikuwa na kusudi njema ndani ya maisha yake. Na leo ninataka niseme na wewe ambaye uko pale nyumbani na unatazama TV hii, unajumuika pamoja nami. Nataka niseme na wewe kwa jina la Yesu ya kwamba maisha ya Yusufu haikuwa maisha mazuri. Aliyapitia mengi katika mateso. Alipitia mengi, akafika mahali ambapo hakumwacha Mungu. Licha alipitia hayo yote, lakini Mungu alikuwa na yeye, na Mungu alikuwa pamoja naye. Na tunaangalia katika somo katika Mwanzo 37. Inasema kwamba baba yake alimpenda zaidi, jambo lililosababisha wivu miongoni mwa ndugu zake. Wakati mwingine watu wanaweza kukuchukia bila sababu halisi. Usikate tamaa, Mungu ana mpango na maisha yako. Wewe mtazamaji wa Sayari, unapotazama siku ya leo, unapotazama Sayari, niko na himizo kuhusu maisha yako. Wewe ambayo unaona kweli umefika mwisho, unaona kweli hauwezi, lakini kuna Mungu ambaye anakuwezesha siku ya leo. Mungu ako na wewe. Mungu ako na sababu na maisha yako. Tunapojifunza kuhusu kijana Yusufu alipendwa na baba yake, ambapo ikasababisha mandugu zake kumtenga na mandugu zake kuwa na wivu kwa sababu ya Yusufu. Lakini hakutenda mabaya, hakufanya mabaya, ila Yusufu alikuwa tu mtafsiri wa ndoto. Lakini tunapoangalia pale, baada ya mandugu kufitinika na kuona ya kwamba hafai, tunaangalia tena, tunajifunza kwamba katika Mwanzo 37 mstari wa 28, Yusufu aliuzwa kwa vipande vya fedha vipande 20. Hata wale tunaowapenda wanaweza kutusaliti, lakini Mungu bado yuko nasi. Kwa hivyo mtazamaji wa TV hii Sayari, nasema na wewe ya kwamba kuna wengi ambayo tumewaamini ndani ya maisha yetu. Kuna watu ambayo wa karibu, ambayo wako na sisi. Kuna watu ambao wametusongea, lakini si kwamba wametusongea ili kutupandisha. Wametusongea ili kutukatisha tamaa. Wametusongea ili kuturudisha chini. Lakini leo ninasema na wewe pale nyumbani, mahali ambapo unanitazama, ya kwamba usikate tamaa. Hata mambo yawe haje, Mungu hawezi kukuacha. Mungu yuko na wewe kila saa, kila wakati. Mungu yuko na wewe hata katika hali ngumu. Mungu hawezi kukuacha. Mungu hako na wewe. Na mimi nasema na wewe mtu wa Mungu, mahali ambapo uko, inua imani yako.
rejea kwa Mungu. Usikate tamaa, usione ya kwamba mambo yamekuwa magumu, maisha yamekuwa magumu, nitafanyaje, nitafanya nini? Lakini ninasema na wewe, mtu wa Mungu, jipe imani. Kama Yusufu alivyopitia mengi. Yusufu aliteseka, aliteswa, aliumizwa, na mpaka akawekwa gerezani, akafungwa bila makosa. Lakini yote baadaye alikuja kuonekana kuwa mshindi, na alionekana na Mungu alimuona. Mungu hakumwacha. Hata pale alipoenda, akaenda kufanya kazi mahali pale kwa yule mtumishi wa ule mtumishi, na alipoenda mahali pale kufanya kazi, yule mke wa Potifa akamwonea wivu, akamwekelea, akamstaki kwa uongo, na akamsemea maneno yasiyofaa. Wewe mtu wa Mungu, mtazamaji wa Sayari, tunakutia moyo kama watumishi wa Mungu, usikate tamaa. Usitasame ya kwamba hali imekuwa mlima, mambo yamekuwa nini. Wewe mtasamee Mungu. Mungu wako anakujua sana. Mungu anakupenda. Mungu anakujua, hajakuacha, na Mungu hawezi kukuacha. Hata hali ikuwe haje, Mungu hawezi kukuacha. Mungu yuko na wewe. Naposoma tena katika kitabu cha Mwanzo, napoendelea Mwanzo 39 mstari wa 2 na 3, Yusufu aliendelea kumtumainia Mungu na kufanya kazi kwa uaminifu. Mahali popote ulipo, fanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu kama Bwana. Mahali popote ulipo, fanya kazi kwa bidii. Kama jinsi Yusufu hakustuka na mambo ambayo yalitokea. Hata baada ya kuuzwa, hakustuka. Hakusema kwamba nitamwacha Mungu, mimi nitaondoka, sitaenda na Mungu. Leo ninakwambia mtu wa Mungu, mtazamaji wa Sayari, tazamia Bwana. Mungu anakutia nguvu, Mungu anakuinua, Mungu anakutetea. Kuna mahali penye Mungu anakupeleka. Baraka zako ziko mbele. Usiangalie haya ambayo yanakuletea kukufunga. Usitazame hayo, yale ambayo yanakuvunja moyo. Usitazame hayo. Mungu anakusudi njema na maisha yako. Mungu anakupeleka mahali ambapo anakusudia, mahali uwe. Haijalishi kwamba unaweza kuwa umekuwa na kazi, lakini hao watu ambao walimsaliti Yusufu wamekusongea. Na katika kazi yako, katika maeneo yako, mahali unafanyia kazi, wamekusongea, wamekuletea maneno, wamekuyumbisha. Umesema leo ninawacha kazi, leo ninaondoka, leo ninaondoka kabisa, sitaki kazi. Mpendwa mtu wa Mungu, mtazamaji wa Sayari, ninasema na wewe pale nyumbani, mahali ulipo, ya kwamba usikate tamaa. Mungu anakujua. Kuna mahali penye Mungu anakupeleka. Mungu ana mpango na maisha yako. Kuna mpango ambayo Mungu anapanga. Wanadamu hawezi kukuzuia. Mtu yoyote hawezi kukuzuia. Hata Yusufu hawakumzuia. Mke wa Potifa alimstaki kwa uongo, na baadaye akashikwa, aliwekwa gerezani. Lakini baada ya hiyo yote alikubali na akapitia, lakini hakufika mahali pa kukata tamaa. Mpendwa mtu wa Mungu, hakukata tamaa. Alisimama na akaendelea kumuita Mungu na kwa uaminifu, na akaendelea kumfanyia Mungu kazi. Na leo ninasema na wewe mtazamaji wa Sayari, ya kwamba mahali ambapo uko, usikate tamaa. Mungu yuko na wewe na atakutetea. Kwa hivyo nashukuru. Wacha tuombe tunapoitimiza. Tumshukuru Mungu, kisha nitawaambia manamba yangu na sehemu ninatoka. Tushukuru Mungu kwa pamoja. Usione umekata tamaa. Tushukuru Mungu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba na mtazamaji wa Sayari, yule ambaye alikuwa ameshushika na amefika mwisho. Bwana, ninaomba Bwana mtie nguvu. Msimamishe Jehova. Msimamishe kwenye imani. Muongezee imani. Mtetee Bwana. Mahali ambapo muona ni mlima, msaidie. Kama jinsi ulivyosimama na Yusufu, simama na yeye. Mtetee, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Jehova kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Asante sana.
Majina yangu jinsi nilivyo waambia na wakumbusha, naitwa Pastor Martin Kibet Boyo wa kanisa Lion of Judah Huruma Mwenderi. Ukifika Huruma, unaenda njia ya Mwenderi, utafika mahali kanisa liko mahali pale, na manamba yangu unaweza kupiga manamba ambayo unaiona kwenye runinga yako, ambayo hapo chini. Utapiga hiyo namba kwa usaidizi zaidi, kwa maombi na kwa mwelekezo. Kwa hivyo Mungu wa amani na wabariki. Shalom, shalom, amen.